Taarifa mpya ambazo sasa hivi zinaendelea kutokea kwenye Mashariki ya Kati, kwa maana ya vita ambayo inaendelea kati ya Irani, Israel na Marekani, ni baadhi ya taarifa ambazo inadaiwa viongozi wengi wa Irani wanaendelea kupoteza maisha. Jana tulizungumzia kuhusu taarifa ya Ali Larijani, baadaye pia tukasikia kwamba mtoto wake pia alipoteza maisha katika shambulizi hilo, baadhi pia na wakuu wa vitengo tofauti tofauti. Pengine hata Kombo, hizi taarifa ambazo zimekuja na tumeona baadhi ya taarifa kutoka mamlaka za Irani pia zimethibitisha, pengine hata taarifa za baadhi ya watu ambao wamepoteza maisha kwa maana viongozi wa Irani ziko vipi mpaka sasa hivi? Ni kweli kama tulivyosema jana ama tulivyozungumza jana kuhusiana na kuuawa kwa baadhi ya viongozi wakubwa waandamizi, ikiwemo huyo Ali Larijani mwanae pamoja na kamanda wa kikosi cha Besigye, na leo kulikuwa na hiyo hafla ama zoezi la kuwaaga ambapo raia wengi walijitokeza katika mji mkuu wa Teherani kwenda kuwaaga na vile vile kwenda kupokea baraka za mashahidi kama wao ambavyo wanavyoamini kwa imani yao. Na kuendelea kuuawa kwa baadhi ya viongozi ina sura mbili, kwamba wenyewe Irani wanadai kuwa mtu akiuawa kwenye vita basi anakuwa shahidi ama anakuwa amepata tiketi ya bure kwenda mbinguni ama peponi. Kwa hiyo ndio maana unaona viongozi wengi huwa hawajifichi hasa pale kutokea Irani. Lakini vile vile jambo la pili, inadaiwa ama wanavyosema wenyewe, hata waziri wa mambo ya nje wa Irani Bwana Abasi alihojiwa kuwa kwa nini viongozi wengi wa Irani wanauawa. Akasema kuwa Israeli na Marekani kuwa wanadhani wakimuua mtu mmoja ndo watashinda, lakini wao wamejijenga kimisingi ya nchi nzima kuwa imara. Kwa hiyo kuuawa kwa mtu mmoja sio kigezo cha wao kushindwa kwenye uwanja wa vita. Na jambo jingine wasitokijua wengi, kwamba kila kiongozi unayemuona pale Irani kuna replacement yake mara 7, yani kuna viongozi nyuma yake mara 7. Kwa hiyo akiuawa mmoja wanabaki 6 nyuma yake, kwa hiyo akiuawa mwingine wanabaki 5. Ndio maana unaona wanauliwa, lakini harakati bado zinaendelea. Lakini pia nimepewa taarifa zingine, kamanda wa masuala ya usalama ama kijasusi wa Irani pia amepoteza maisha. Pengine hasa taarifa hizi ziko vipi hasa? Taarifa imetolewa leo mchana, ambapo ni waziri wa masuala ya ujasusi kutoka pale nchini Irani Bwana Ismail Hatibu aliuawa vile vile kwenye shambulizi la anga lilofanywa na Israeli na Marekani. Jambo ambalo linaendelea kuwavunja moyo hasa watu wa nje ambao wanaisupport Irani. Lakini kwa taswira ya ndani pale ukiangalia mwenendo ya wananchi wenyewe, bado wanaonekana wana nguvu ya kuendeleza ama kuanikiza mapambano kati ya jeshi lao na jeshi la Israeli pamoja na Marekani. Lakini kwa upande mwingine, hasa sisi watu wa nje ambao tunafuatilia, tunaona kama nguvu kazi inazidi kuteketea ama ile ushawishi unazidi kuteketea, ingawa wao wanadai kuwa kila kiongozi ana replacement yake mara 7. Yani kiongozi mmoja kuna watu wengine 7 nyuma yake kwa ajili ya kushika ile nafasi ikitokea kiongozi huyo ameuawa. Lakini Kombo, kwa taswira tu ambayo ipo, tunafahamu katika uongozi kuna mambo ya uzoefu, kuna mambo ya namna ambavyo wizara ama kitengo ambacho mtu amekifanyia kwa muda mrefu anakuwa ni mbobezi pia. Unapokuwa unaleta watu wapya ambao pengine hasa katika nafasi aidha wana ujuzi, lakini ni watu ambao ni wapya katika kazi, huoni kwa namna moja ama nyingine inawezekana madhara makubwa kwa Irani pia, japokuwa bado wana ile imani kwamba kufa shahidi, pamoja na kwamba wenyewe wanaamini kwamba msingi wao bado ni imara, lakini kwa namna ya mtazamo wa kisiasa ama kwa namna ya uongozi, huoni kama kuna hasara kubwa ambayo bado inaendelea kutokea kwa viongozi wa Irani? Na kwa nini wasichukue wajibu sasa wa kwanza na wenyewe kujilinda ama kujificha ili kuendelea kuitunza nguvu kazi ambayo kwa maana ya viongozi wao? Lisilobudi ubidi. Hilo lilosema ni kweli, lakini jambo lishatokea. Kwa hiyo kiongozi ameshaondoka ama ameshauawa, inabidi ifanyike hivyo, kushika nafasi mtu mwingine mali mapambano yaendelee. Japokuwa
kunakuwa na ugumu kama ulivyosema kuwa ufanisi wa kazi utakuwa na utofauti kwa kiasi chake ukilinganisha na mtu ambaye ameshika madaraka yao kwa muda mrefu na mtu ambaye ameshika madaraka punde tu tangu tukio la kuuawa kiongozi mwenzake kutokea. Lakini vile vile utofauti wa Iran labda na Israeli na Marekani ni uwezi ukawaambia raia ama askari wadogo wawe kipaumbele kwenye vita alafu wewe umejificha. Inakuwa ni ngumu, hasa kwa misingi. Kila kitu kinaendana na misingi ambayo nchi imejiwekea. Kwa hiyo unaposema viongozi waanze kujificha kisha wawatumie labda askari wadogo ama viongozi wa chini ndio waendeleze mapambano au waweze kutoa order tu kwa kawaida, inakuwa haileti taswira nzuri, na hiyo itampa adui vile vile nafasi, kwa sababu Israeli anavyoshambulia, Marekani anavyoshambulia, bado anaendelea kuwachokonoa raia wa Irani waende kinyume na serikali yao. Kwa hiyo unaposema viongozi wajifiche ama viongozi waondoke nchini, utakuwa unampa nafasi adui ya kuingiza ile idea yake ya kutaka wananchi waigeuke serikali. Na ndio maana unaona hakuna kiongozi ambaye anakimbia au anajificha kwa urahisi, wakihofia tu kwamba ukijificha ama ukiondoka ndani ya nchi utampa nafasi adui aweze kutia maneno zaidi kwenye vichwa vya raia na serikali ikapinduliwa kwa urahisi. Lakini Kombo, tumeshuhudia pia kwa upande mwingine bado, licha ya kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, licha ya kuonekana jana tulimwona akitoa matamko, pia leo tumeshuhudia pia akizungumza kwenye press pia ambazo zimetolewa, licha pia tulimwona akizungumza na balozi wa Marekani nchini Israel, pia tulimshuhudia pia. Lakini bado pamoja na haya yote watu wamekuwa wakisema kwamba video ni AI, video sio halisi, na wengine pia wameenda mbali zaidi, wamevujisha paka video ambazo zinaonyesha shambulizi ambalo lilipoteza maisha ya waziri huyo mkuu wa Israel. Pengine hasa tuamini katika lipi hasa? Netanyahu bado yuko hai ama Netanyahu hatuko naye katika dunia hii? 50-50. Kama umesema kuna video umeiona akisalimiana na balozi wa Marekani nchini Israeli. Hata jana kwenye video iliyotoka jana akiongea na waandishi wa habari kwenye baraza la usalama pale, watu mwanzoni waliamini kuwa ni ya kweli, lakini baadaye baada ya muda wachambuzi wa mambo wakapekua na kupekua, bado wakasema ile ni video ya kutengenezwa, kwa sababu lile koti alilovaa lilikuwa halionyeshi mikunjo vile anavyoongea, anavyochezesha mikono, lakini koti limekaa vile vile azifu ni kama chuma tu hivi kimekaa, ama ni turubai lilokaa, jambo ambalo lilizua maswali kwa watu wengi na kusema kuwa bado ni video ya kutengeneza. Na hata kabla ya ule mkutano kulikuwa anasalimiana na kiongozi mmoja, video inaonyesha kuwa kiongozi yule sura yake pamoja na mikono yake, yani inaonekana kama ni video games vile vile. Kwa hiyo kama umemuona ama kuna video zinasambaa ikiwa anasalimiana na balozi wa Marekani nchini Israeli, tujipe muda. Kuna watu lazima watachokonoa, watavumbua na watajua utofauti kati yake na video halisi. Na vile vile kuhusiana na hiyo swala la kuonekana kwa video ambayo inaonesha alikuwa kwenye kikao somewhere na kuna shambulizi limefanywa, amedondokiwa na vifusi, ni kweli video bado inaendelea kusambaa, japokuwa wenyewe Israeli hawajathibitisha kuwa ni yeye ama ni ya hivi karibuni ama vile vile ni ya kutengeneza. Pengine sasa Kombo, tumeshuhudia kwa namna moja ama nyingine Irani imekuwa ikilipiza kisasi kwa mataifa ya Uarabuni, hasa Saudi Arabia na mengine tofauti baada ya Israel kushambulia kiwanda ama sehemu ya kutengenezea nishati ya gesi na kuanza kushambulia pia katika miji ya huko Uarabuni, hasa maeneo ambayo nimeyataja hapo. Pengine hasa madhara yako vipi hasa kwa haya mataifa sasa? Mchana wa leo
Israeli ilifanya shambulizi kubwa kwenye eneo fulani ambalo linahusishwa ama linatajwa kuwa ni sehemu kubwa ya uzalishaji wa gesi duniani kote, miongoni mwa sehemu kubwa duniani ambazo zinatumika kuzalisha gesi ama kutengeneza gesi katika eneo la Irani. Na baada ya tukio hilo Irani ilionya ama ilitoa tahadhari, ikasema kuwa itafanya mashambulizi kwa mataifa hayo ya Ghuba na kuwataka raia wote ambao wanafanya kazi maeneo hayo basi waondoke mara moja kabla mashambulizi hayo hayajafanyika. Basi usiku huu ama mapema hii leo, tangu kuingia kwa ligiza, kuna mashambulizi yamefanyika maeneo mbalimbali, ikiwemo hapo Katari ambapo Irani imeshambulia sehemu ya kumanufacture ama kutengeneza gesi ama kuzalisha gesi, sehemu kubwa ambayo mpaka hivi sasa serikali ya Qatar imetoa lawama kwa Israeli kwa nini ilifanya shambulizi lile mchana wa leo kwenye eneo la eneo la Irani ambalo liliharibu hiyo sehemu ya kuzalisha gesi, na jambo ambalo linatupiwa lawama kwa Israeli kwa kitendo hicho. Irani pia alidai kuwa nchi zote za Ghuba bado wana kazi nazo kutokana na hiki ambacho kimetokea mchana wa leo. Kombo, asante sana kwa wakati wako, na tuendelea pia kuzungumza kwa namna ambavyo matokeo yataendelea kutokea. Shukrani. Asante sana.